Halo? Wa alaikum salam. Njebu, unafika wapi lakini? Sasa huoni muda unapofika? Hapana. Umeniambia dakika 30 unafika. Sasa hivi saa nzima ina nini? Sherehe yenyewe nimekwambia kama inaanza saa 11 kamili hivi, saa 11 dakika 10. Basi harakia bwana. Fanya haraka bwana. Please yani. Haya. Mama Sadula. Muone chacha. Mambo. Wacha we. Naitwa Naila binti Hamdani. Jamaa amekawia. Kwani jamaa bado hajafika? Hadi hivyo. Mambo. Namaza kumpigia simu na ndani sio kupomwa. Hadi bwana kawia sana. Juu ya mbuteaje sio nini? Ndio kauli zake. Ndio hivyo. Najua tena kana pale. Wewe mama Sabila. Amekaa kimya, mbona mpole sana na umo leo? Hamna. Ni deko tu. Naona umependeza mashallah. Mama ni mume lazima abadilike saa zote. Neema za ndoa hizo. Nuru ya ndoa. Umeona? Umebadilika, unapendeza na wewe una waka wako na meremeta. Acha wewe. Mtu wa Salima, Naila binti Hamdani. Umekaza. Mashallah. Yaani wewe acha tu. Mungu kaumba kweli yani. Natamani nianze kutongoza upya. Yaani wewe ni utani saa zote. Wakati mwingine najisila ni niko na uwezo, niko na kutolea mahari kila mara. Toa mahari kila mara. Mawili uranginzo. Bana acha kunichekesha na wewe. Utani wako tu kila saa. Jamani, ngoma huyu uranginzo kana nyoka. Nyoka azekage. Wacha wewe. Wache aringe na. Nina. Ndio naimba wale vijana wa Makamba. Sawa. Okay. Ila mume wangu. Kabla tujaondoka, kuna jambo ambalo nilikuwa nataka kukuambia. Maana siku zote naona kama unajikausha, unajifanya kama unyaulisikia, wala usana kama halina maana yoyote ile. Why? Swali gani? Tuta maswali tena wakati mtoto kwenye sherehe jamani. Sipato. Leo ni siku ya sherehe, kufurahi kwenye ndoa ya jamaa yetu kaolewa. Siku ya furaha. Sasa ukisha kuleta maswali tena mengine, sio mwisho wa siku na kwa nitabu. Si swali la kuhusu mama. Lakini mke wangu, yaani umedhamiria kabisa katika ule, umedhamiria kabisa utakubadilika. Ndio. Sasa mama ana tatizo gani hapa? Mimi nimeshakwambia sina uhuru huko ndani. Una uhuru kivipi mke wangu? Kivipi una uhuru? Lakini mume wangu, kwani haujui kama kila mwanamke anahitaji care mbele ya mume wake? Sasa mimi kwa hivi sijisikii uhuru wowote ule nikimuona mama hapa. Kwa nini kama sio roho mbaya hiyo unataka kuanza mke wangu? Mama anakusisha uhuru kivipi? Mbona mimi sikuelewi? Naonekana kabisa umedhamiria kabisa katika hili jambo kabisa. Hutaki tuishi na mama kwa nini? Kama ni care unaipewa full care. Hivi kuna mwanamke ambaye anapewa care kama katika hichi uliza hapa mitaani. Sema zote kupita kule unasikia mke wa Sadullah mpendeza, mume wake anampenda, machitanike na kila kitu. Hasa wewe bado hujaridhika tu. Mimi napata nusu, unanipa nusu nyingine unampatia mama. Hujapata sifa zako huko mitaani. Kila kona ni mke wa Sadullah, kila kona mke wa Sadullah. Kwa hiyo mimi ndio maana sitaki mama kubakia hapa nyumbani. Kivipi sasa? Mama kwanza mwenyewe hata haoni. Wewe unakosa uhuru na ukosa ni upi? Lakini hivi unasahau kwamba mimi na wewe tulikubaliana kitu kwamba lazima tutaishi na mama yetu hadi kufa. Na hadi hiyo umemwambia mama. Inakuwa vipi sasa leo unataka kuipinga? Unataka kubadilisha kile ambacho umemkubalia mama. Ulikubali shingo upande? Inakuwa vipi tena unadhamiria kwamba mama tumtoe hapa tumpeleke sehemu nyingine? Amekukosea nini? Eti care? What kind of care unataka wewe?
Sikia nikwambie mume wangu, mimi nimekuwa nishampatishia nyumba mama. Na nishampatishia na mfanyakazi. Sawa? Kwani kuna ubaya gani akaenda kuishi kule tunakuwa tunaenda kumuona? Yaani umeshampatishia nyumba na mfanyakazi. Yaani tayari kila kitu umeshapanga. Kawaida huwezi kuchukua maamuzi kama hayo kabla ya kuongea mimi na wewe. Unakuambia kwamba tayari umeshapata nyumba na mfanyakazi, maana yake sasa wewe umedhamiria kufanya hilo jambo peke yako. Ina maana gani kuniambia mimi sasa? Nimefanya sababu nimeona kama hizo siku zote hautaki kusikia, nikaamua kwenda kuchukua. Ndio kana uamue ufanye yako na ujifika katika kitu chako. Kwa kweli umenikosea. Kwani ubaya uko wapi? Umekwenda kinyume kabisa. Huwezi kuchukua maamuzi yote kivyako bila mimi kuniambia. Hivi hujiwazi kwamba hili lina hasara kubwa sana, na athari kubwa katika moyo wake. Hivi akijisikia vitu na mama tunachukua tunapika sehemu nyingine hata isije sasa. Ile tu mimi simtaki hapa mume wangu. Si tutampeleka kule weekend tunakuwa tunaenda kumtembelea. Yaani unachukulia kama jepesi sana hivi. Chukule sasa ndio tunataka kumchukua, tutamwambia lugha gani? Maneno gani ili atuelewe. Sikia nikwambie sasa ukweli wenyewe uko mume wangu. Mimi nimechoka na mama. Sawa? Hii leo nimezaa kipofu. Sihitaji kesho nije kuzaa kiziwi. Kesho yake nije kuzaa nyamwema. Baba sihitaji hicho kitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaani kama nimesikia vizuri, unamaanisha kama mama ndio kakusababisha wewe uzae kipofu? Nani sasa mwingine? Kwani hujui kama ni ukoo? Ukoo? Ndio. Yaani ndio kadi na macho makafu kabisa, yani kama Delila wa mvitabu. Hivi sana masomo yako uliyosoma wewe, nani kakwambia kwamba upofu unaambukia? Baba, hapa sio swala la kwenda Ulaya wala la kusoma. Nimeshakwambia sihitaji kubaki na mama hapa ndani. Ila sikia nikwambie kitu kimoja. Kwetu kuna kipofu. Yaani kwa sababu mamangu kipofu ndio kampatia upofu mwanetu. Ndio. Sijawahi kuhadisiwa kama kwetu pako kipofu. Mungu akusamehe kwa sababu unasema unachokijua. Hivi wewe babu ya babu yako ya babu yake na babu yako unamfahamu? Kwani wewe historia ya familia yako hauijui? Nasema hivi na kuuliza swali, hata baba yako hamfahamu. Babu yako wa mwaka wa 900 unamfahamu? Ukoo wewe unamfahamu? Kwa hiyo haya maswala sitaki kuleta eti kwamba ati kuta kuna kipofu juu nini? No, hujui. Maswala ya kipofu ni makadara ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anaomba anavyotaka katika matumbo ya mama zetu. Sasa alafu isitoshe hiyo mbona kazi ya Mungu? Mke wangu, kazi ya Mungu hiyo. Anampa upofu amtakaye, anampa kiziwi amtakaye, anampa kiwete amtakaye. Yaani hiyo ni mipango ya Mwenyezi Mungu, sio mimi na wewe. Sio mama yangu mzazi unachukua kazi ya mama ya Mwenyezi Mungu unapatia mama. Hebu tazama mama yangu mimi kipofu. Lakini kanisa mimi naona wewe una macho yako mazima, kama umemzaa kipofu. Unajua wewe mama yako kukuzaa mzima, hiyo ni kwetu ni bahati mbaya. Sijui hata kama ilikuwa imetokea wapi. Mwanaume gani usiokuwa na fadhila wewe? Alafu na mimi vile vile sikuelewi. Mimi sina fadhila mimi. Ndio. Sina fadhila kwako. Ndio. Sikutendea wewe hata siku moja. Bana. Yaani kitu tu kidogo na kuomba. Kwani kuna probleme gani hapo? Yes, wewe unaweza kuona kwamba ni kitu kidogo lakini kwangu ni kitu kikubwa sana. Kitu chochote kile kitakuja kumpokonya raha, faraja mama yangu, hicho ni kitu kizito sana zaidi ya mbingu na ardhi kama ujui. Utapata hasara kubwa. Utapata hasara. Mshukuru mama yangu maskini Mungu. Au anakula chakula ambacho kinakusumbua kitatuletea hasara sisi. Mimi sijasema masuala ya chakula hapa baba. Sijasema masuala ya chakula. Ila nimeshakwambia mume wangu simtaki mama hapa. Kwani kuna ubaya hapo? Hapana, ubaya upo. Mimi siwezi kumchukua mama yangu nipeleke mbali. Hilo haliwezekani na unafahamu hilo. Mama anakosa gani mpaka aanze kunishikia maamuzi ya ajabu ajabu? Unataka tupokonye furaha ya mama. Mama asikasema mwenyewe mbele yako umemkubalia. Kwa hiyo umemkubalia kitu ambacho hakiko katika nafsi yako. Kwa hiyo unataka kuna kitu ambacho kinyume kabisa na hisia zangu. Hauwezi. Siwezi, yes. Sikia nikwambie, nimeshakwambia hivi sasa. Sikia nikwambie kitu kimoja. Hapa utachagua ili limoja. Hasa maamuzi yale ni moja lipi sasa? Okay. Unataka kujua? Hapa utaamua kubaki na mama yako au kubaki na mimi. Hiyo ndio wanaita ultimatum. Kama sintofanya. Ndio. Yes, of course. Umenifikia kabisa. Sawa, ina shida. Basi tutaona kwa hiyo wewe ndio kwa mume. Wewe ndio mume umenioa, mimi ndio mume unachukua maamuzi na kila kitu. Yaani mimi sina kuongezea. Hamna shida. Shika maamuzi unavyotaka. Sawa kabisa, utaamua limoja kabisa. Utaamua. Nimeshasema nimemaliza. Sawa? Lakini kwanza nikuulize kitu kimoja. Wewe ni mwanaume gani? Wewe ni mwanaume gani? Mwanaume mwenye usikuwa na dhamiri lakini yaani hauna utu. Wewe hauwezi kumbuka wema lakini. Leo wewe mimi nimekubadilishia maisha, sawa? Nimekutoa pale ku garage, unashinda tukanwa na bosi, ulikuwa haujui kuvaa suti. Leo unajua kuvaa suti.
Sawa, ndevu zimekuwa zimekaa sijui kama mtu gani. Ili leo unajua kuchanua ndevu, na hiyo unataka kunichongolea kwa mdomo. Unaniona kama mimi sifai kitu tu kidogo na kuomba unashindwa kunifanyia. Kwa hiyo unataka kuninyanyasa? Hapana, mimi sijakunyanyasa. Kwa hiyo unataka kuninyanyasa? Hapana, sijakunyanyasa, ila mimi nakwambilisha kwa sababu mimi nimekuwa katika ile maisha. Kama niko katika maisha Mungu ndio kanipangia, sio wewe. Wewe ulikuwa ni sababu tu. Kama vile ningepitia katika maisha haya, ningepitia kwa mwingine mtu kinyume na wewe. Na kwa nini usingepapitia ukangoja kuja kupitia kwa Mungu ndio alitaka iwe hivi sasa. Sio wewe. Kwani hiyo wakati wote Mungu hakuwepo? Yes, Mungu alikuwa anapendea niwe vile. Na hivi ndio Mungu yupo anapendea niwe hivi na anapendea niwe kivingine mbele ya safari. Kwa hiyo kama acha kazi ya Mungu ifanye kazi ya Mungu ina makosa. Kwa hiyo kama unataka kumlaumu Mungu, usimlaumu mimi. Au wewe ndio mwizi wa fadhila. Hukumbuki basi angalau kama anakukera basi kakuzalia mume unayempenda. Mume ambaye mmezaa mtoto mmoja kwa ni kipofu. Wewe ndio mwizi wa fadhila. Mtoto gani yuko hapa? Kwani useme mtoto? Kwani hiyo kimtia mtoto utasema ni mtoto? Mungu akusamehe kwa sababu hujui unachokiongea. Wako watu ambao hata sikio la mtoto hawana, wana kila kitu lakini hawana hata kelele za mtoto hawasikii. Leo wewe Mungu anakupatia huyu unaanza kumkufuru Mwenyezi Mungu. Mungu akusamehe kwa sababu hujui unalosema. Mimi kwangu ni mtoto, tena mtoto kipenzi kabisa. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kunipatia mtoto kama huyu. Sasa unataka kunidharau? Unataka kuninyanyasa kwa sababu wewe ndio Mungu alifanya sababu mimi kwa kubadilisha maisha yangu. Sikia ngombe kitu kimoja. Maisha yangu yako katika mikono yako wewe. Maisha yangu mimi yako katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Sikia nikwambie sasa. Nimechoka na maneno yako sasa hivi. Kwa hiyo nakwambia hivi, nimemaliza. Wewe si malikia umemaliza? Nimemaliza. Umemaliza kweli? Ndiyo. Lakini nyewe mnakuwa gaje nyewe wanawake hasa nyewe mnakuwa vipi nyewe? Mbona mnavurugana nyewe mnataka dunia muipeleke kimaajabu ajabu yani? Mama wa watu maskini, mama ya watu, mama yangu maskini Mungu. Hakubariki chochote kile lakini bado unakerekeza tu nafsi yako inakupatia, unakusa unajinyima amani kabisa yani. Kwa kitu ambacho hakifai. Mama watu wanakupenda mapenzi ya dhati kila siku nikimuuliza kuocha na mkazana wako ananiambia iko safi. Wewe kumbe haupo huko kabisa. Ananipenda nini lakini ananipenda kitu gani kwa niletea vitu vya hivyo? Vitu gani? Wewe mwenyewe hauvioni? Hamna cha kuona hapa. Nafikiri nasema hivi. Wewe shika unachokitaka lakini mimi nakwambia kumchukua mama kumtoa hapa kumpeleka mbali never ever haiwezekani. Sahau kabisa. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Hauwezi kufanya? Siwezi. Sawa. Tutaona mwa hii nyumba. Wewe si malikia umemaliza? Nimemaliza. Umemaliza kweli? Ndiyo. Na mimi nimemaliza. Nakwambia kwamba hicho kitu hakiwezekani. Never ever. Siwezi kukubali kitu ambacho kitakuja kukutia maisha ya dhiki katika nafsi ya mama yangu. Siwezi kukubali hilo, toka kichwani mwako kabisa. Siwezi kukubali. Sema hakiwezekani? Yes. Mimi najua kitawezekana. Basi tutaona sasa. Sawa. Tutaona nani kaoa mwenzake. Tutaona. Okay, tutaona sasa. Usione wewe ndio mwanaume. Tutaona. Okay. Simshika maamuzi. Tutaona sasa. Sawa. Eti kwamba mimi nimekuwa hivi nimekuwa hivi. Wewe maisha yangu unajua wewe ndio umiliki wewe. Mmiliki wa maisha yangu ni Mungu aliyekuwa juu. Sio wewe. Wala sio babako mzazi. Sawa, sasa simkiani nikwambie sasa kitu kimoja sasa. Mimi nimechoka na kusikia maneno yako kwa sasa. Utamwali moja kwa hiyo. Potelea mbali. Kwanza nakwambia hivi na kwa hiyo harusi yako sitoenda tena. Wende mwenyewe kwanza, sitashirikiana na wewe tena, mimi naondoka zangu. Naliacha. Kwa hiyo wewe kama wende peke yako kabisa. Yaani unataka kuniaibisha sasa? Unataka kuniaibisha? Nakwambia hivyo. Kuna mtusubiri mimi na wewe. Sasa kwa vipi unataka kwenda harusini? Kwani nyumba itakuwa haina amani kisha harusini tuje tukawe na amani? Wende peke yako. Siko tayari kwenda. So ya hapa na kule harusi ya wapi na wapi nyewe mbona mnakuwa hivyo wenyewe maamuzi ya maajabu ajabu? Ndio kwa twende harusini bwana. Sema nimaliza siendi fast. Wende peke yako. Okay, wewe nenda sasa harusi yule bi harusi asifunge ndio kwa sababu wewe ujaji. Ondoka zako nenda nipishe kwanza mafuu. Aski wewe. Haya basi, kama ndio maamuzi basi.